Yesu na shetani bora nani? Kati ya Yesu na shetani bora nani? Bora Yesu. Yes, inaitwa Days of My Youth, iko one right now kupitia Efata TV. Mabibi na mabwana, huu ndio wakati ambao vijana tunakutana pamoja, tunajadili ya kimungu, lakini sio kujadili ya kimungu tu, tunakuwa tuna positive vibe, tunakuwa tuna inside domi, tunasanuana yale mambo muhimu, tunakuwa tuna days talk. Hapa tunajifunza mambo mengi sana. The last week tulikuwa tupo UDSM pale chuo kikuu cha Dar es Salaam. Na this week bwana, UDSM kuna mambo mazuri. Veisi ametulia nao tena, vijana wa UDSM wanavyua pale, wamejadili mambo mengi sana mazuri. Inaitwa Days of My Youth, iko hewani muda huu. Tulia hapo hapo, usitoke. Twende break fupi, na tukirejea hapa itakuwa ni Inside Dome. Yes, ni Inside Dome. Baba, kabla sija kusanua kijana wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja. Maduka yote Tanzania huwa yanauza bidhaa, lakini kuna duka moja linaitwa Georgian Classic Wear. Hawa wanapatikana Manzese pale. Wanauza nguo za aina zote, mashati ya kanisani, mashati ya kwenye muktadha tofauti tofauti. Unaweza ukakamata nguo zako za aina zote, jinsi, matisheti, viatu pia unaweza kuvipata pale kwa bei nafuu, bei sawa na bure. Inside Dome siku leo nimekuandalia kitu kidogo, kitu kizuri ambacho kitakufunza wewe kijana. Nataka nikusanue tu akili yako kidogo. Tunasoma Biblia pale Matendo ya Mitume 10 mstari wa 1 mpaka wa 4. Inamuelezea Cornelio, kijana ambaye alikuwa ni wa Kaisaria. Cornelio ambaye yeye alikuwa ni akida wa kikosi cha Kiitalia. Bwana, Cornelio alikuwa anasali sana, alikuwa anaomba sana, alikuwa anajitoa sadaka mpaka kwa watu. Ukisoma ule mstari wa 2 na wa 3 inamuelezea kwamba alikuwa ni mcha Mungu, anatoa sadaka nyingi kwa watu, alikuwa ni mtaua, alikuwa ni mtu mtakatifu, mtu wa maombi. Hasa Cornelio siku moja akiwa kwenye maombi mchana, mida ya saa 9 mchana, malaika wa Mungu akamtokea, akamwambia Cornelio, sala zako na maombi yako yamekuwa ukumbusho mbele za Mungu. Ngoja tusome Biblia pale Matendo ya Mitume 10 mstari wa 4. Biblia inasema, akamtazama sana, akaogopa, akasema, kuna nini Bwana? Akamwambia, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Narudia tena, sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Vijana wengi ni waombaji, tunaomba, vijana wanafunga, yani vijana ni kweli. Kijana kumwambia kufunga masaa 24 ni kitu cha kawaida, wanafunga wiki, mwezi. Lakini vipi kwenye swala la sadaka? Kwa sababu swala la sadaka hata Yesu mwenyewe alijitoa, maana mwenyewe alikuwa ameshajitoa sadaka. Ni kweli maombi unafanya, unaweza kuwa unafanya maombi mengi sana, jitahidi kutoa sadaka. Cornelio maombi yake yalikuwa ukumbusho mbele za Mungu, ni kwa sababu alikuwa anatoa sadaka. Kijana mwenzangu, usifanye maombi kavu. Ukiomba hakikisha unatoa sadaka. Inaitwa Inside Dome. Sasa hapa ngoja nikuruhusu ukutane na Vase hapo penye Days Talk. Asante sana Benjamin Kusenge, na hii ni Days Talk. Hapa sasa unakutana nami Vase Edward, na kama ilivyo ada hapa katika Days Talk tunakuwa na mada mbalimbali, kwa sababu hapa ndipo ambapo kuna msingi sasa wa kipindi. Hapa huaga tunafundishanaga, tunahabarishana, lakini pia tunakuwa na wageni mbalimbali. Bila kusahau tunakuwa na vijana wenzetu ambao ni wanafunzi wa chuo, lakini pia tunakuwa na vitu vingi vizuri ambavyo tunakuwa tunajadili. Na siku hii ya leo mimi na mada yangu hapa inasema, njia gani kijana azitumie kuimarisha maadili mema aliyonayo. Sasa hapa niko na vijana ambao tutaenda kuzungumza nao vizuri sana, tutaenda kujadili mada yetu nzuri sana. Ni njia zipi tutumie ili tuzidi kuimarisha maadili mema ambayo tuko nayo. Karibuni sana jamani. Nimefurahi sana siku ya leo kuungana na nyinyi jamani. Okay, kwa faida ya mtazamaji unaweza ukajitambulisha, unaitwa nani, unatokea wapi? Kwa jina naitwa Priska Nicholas Frank, ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nimeokoka na mpenda Yesu. Amina, amina Priska. Kwa jina naitwa Adriano Anthony Njewele,
mwanafunzi wa mwaka 3 UDSM, nimeokoka na mpenda Yesu. Majina naitwa Angelina Jumanne Mhoja, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, nimeokoka na mpenda Yesu. Amina Angelina, lakini hauna majina, una jina, si ndio? Okay, siku ya leo bwana, mimi nina mada yangu hapa, natamani tuiweke mezani na tujadili, kwa sababu sisi bado ni vijana. Njia zipi kijana azitumie ili kuzidi kuimarisha maadili mema alionayo? Tukianza na neno maadili mema. Ukisikia neno maadili mema, unaelewa ni nini? Maadili mema ni tabia, misingi au mienendo ambayo inatusaidia kuenenda sawasawa katika jamii na kutambua yaliyo mema na yaliyo mabaya. Okay. Yaliyo mema ni yapi na yaliyo mabaya ni yapi? Yaliyo mema kwenye sekta ya maadili ni kama kuheshimu wakubwa, ikiwemo wazazi, kufanya yale matendo yaliyo mazuri ambayo yanapendeza katika jamii na yanayokubalika katika jamii. Okay. Na yasiyo mema? Yasiyo mema, tunajua tabia zote ambazo sio nzuri, kama kuiba, kwenda kinyume na yale ambayo ni yanatakiwa katika jamii. Asante sana Angelina. Kwa upande wako Priska, ukisikia maadili mema, neno maadili mema, unaelewa ni neno la aina gani au unaelewa vipi? Maadili mema ni kanuni zinazomwongoza kijana ndio katika maisha yake kwenye jamii. Okay, sawa. Yeah. Tukienda katika tuseme mfano wa maadili mema ni zile nidhamu, uwajibikaji wake na jinsi gani anaonekana na anachukuliwa na watu katika jamii. Okay. Sawa. Huyo ni kijana sasa, si ndio? Okay, sawa. Kaka Adrian, ukisikia neno maadili mema, wewe unaelewa ni neno la aina gani au unaelewa ni nini? Kwangu mimi ninavyoelewa neno maadili mema ni kwamba kuishi katika misingi ambayo inapatikana ndani ya jamii, na tunapoingia sasa katika misingi, tunazungumzia misingi katika muktadha tofauti, sababu tuna mazingira, kuna misingi ambayo tumewekea katika jamii, tuna misingi ambayo tumewekea katika dini, kama dini yenyewe na misingi yake. Kwa hiyo sasa tunapozungumzia maadili, tunazungumzia katika muktadha hiyo, tunasimamia misingi ya jamii, tunasimamia misingi ya dini ambayo vijana tunaongozwa nayo. Sawa. Naam. Okay, sawa. Sasa mimi natamani na mimi nielezee kwa uelewa wangu nikisikia neno maadili mema. Maadili mema ni msingi muhimu wa maisha ya kijana na maendeleo ya kijana kwa ujumla. Kijana mwenye maadili mema huwa na heshima, uwajibikaji, uaminifu na nidhamu. Okay. Kwa hiyo kijana ambaye anakuwa na maadili mema lazima awe na hizi nyenzo zote tatu. Anakuwa na nidhamu, uwajibikaji, lakini pia heshima. Nikiendelea mbele inasema kuwa ili kujenga kizazi chenye tabia njema ni lazima kuwe na juhudi za makusudi kutoka kwa familia. Okay, tunaona kwamba ili msingi mzuri wa maadili mema unaanzia kwenye familia. Kwa hivyo hapa mzazi au mlezi ana mchango mkubwa sana wa kumpa kijana wake maadili mema au msingi mzuri ambao ataanzia nao kuanzia chini mpaka atapofika katika stage ya uzee, si ndio? Tunakubaliana jamani? Okay, huo ni uelewa wangu juu ya maadili mema. Lakini pia kuna kitu hapa natamani ni tukielezee kwa ufupi. Sasa hivi kuna grupu la vijana ambao wanajiita Jay-Z. Na ukiangalia wana heka zile za hatari. Yaani ukiambiwa wewe uko kwenye kundi la Jay-Z unatakiwa upigane kabisa, kwa sababu sio kundi zuri, kwa sababu hawafanyi yale maadili yaliyo mema au vitu ambavyo ni sahihi kwenye jamii, lakini pia kwa Muumba wetu. Sasa mimi natamani kujua chanzo kikuu cha kijana kutokuwa na maadili mema ni kipi? Ukiangalia maisha ya zamani walikuwa wanaishi wazee wetu ni tofauti na sisi ambavyo tunaishi, si ndio? Zamani uwezi ukamkuta mtu au msichana au mvulana amevaa nguo ambayo sio nzuri. Yaani mtu kwenye jamii unavaa nguo mpaka ukipita barabarani kila mtu anakuangalia, huyu kavaaje? Lakini sasa vijana wa sasa hivi ndo wamejilenga humo kwenye hayo maswala ambayo hawajali. Yaani mimi mama yangu au mzazi wangu ameshaongea vya kutosha, wewe ni nani? Utaniambia nini? Mimi natamani kujua chanzo cha hawa vijana ambao wanafanya maadili yasiyo mema kwenye jamii ni nini, chanzo chake? Okay, aanze please, afu tutakuja kwako. Okay.
Kwa upande wangu mimi ninachoona kwamba chanzo kikuu cha kukosa maadili mema kwa kijana ndio ni malezi. Okay. Maana ukirelate kwenye Biblia, kwenye Mithali 22:6 inasema kwamba mlee mtoto katika njia ipasayo nayo hatoiacha. Japokuwa imemtaja mtoto, tunaona kwamba kijana hawezi kuwa kijana kama hajatokea utotoni. Kwa maana kila kitu kinaanza utotoni. Kwa hiyo ukiwa kijana kama kijana akiwa na utoto mwema, lazima atakuwa na ujana mwema kabisa. Kwa maana ile njia na na ule msingi na zile kanuni ambazo amefundishwa na amejengewa na mzazi wake, hatoziacha. Japokuwa unaweza labda ukaniuliza kwamba kwa nini wengine wakiwa maybe nyumbani labda wakiachua tu uwanja wanabadilika? Ndio. Unaweza kusema kwamba ni wao hawajasimama na hawajajua nafasi zao. Maana kila kitu kinahitaji pia utambuzi na uelewa. Lakini pia bila kumsahau Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio kila kitu. Roho Mtakatifu ndio nakuja hapo. Okay. Kwa maana huo utambuzi unatokana na nini? Na neno la Mungu. Ndio. Kwa maana hatuwezi kuwa na ufahamu bila kusoma neno. Ndio maana katika neno hapa inasema kwamba kwenye Yoshua 1:8 sema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakarini usiku na mchana, upate kuangalia kuenenda sawa sawa, na ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha utastawi. Kwa hiyo tunaona kwamba msingi wa kila kitu ni neno. Neno ndio linakupa maarifa, linakupa ufahamu. Kwa hiyo kwamba hao wanaotengemaa japokuwa wamelelewa katika utoto bora, utoto mwema, ni kwa ajili nini? Wamekosa ule ufahamu, japokuwa ndio walilelewa. Japokuwa sasa hivi kuna changamoto kwa kulingana na utandawazi, unakuta wazazi hawapo karibu sana na watoto wao. Inaweza kuwa mzazi kwenye wiki kwa ajili ya majukumu anakosa hata muda mchache kuongea na mwanae, akajua matatizo yake, akajua kwamba anafika wapi, malengo yake. Hiyo pia ni changamoto. Anaweza kuwa mtoto anapitia changamoto nyingi, difficulties nyingi, hana wa kumueleza. Yaani hiyo inawasibu vijana wengi. Unakuta sasa anawaeleza watu baki. Maana yule mtu wa karibu yake sasa hana muda naye. Kwa hiyo anakuta sasa anashare kwa mtu mwingine. Huyo mtu mwingine atampa nini? Obvious atamshauri vibaya. Because hana umema naye. Kwa hiyo kila kitu ni hapo, malezi kwa wazazi. Kwa hiyo chengine pia wazazi wetu watenge muda na sisi. Mzazi, mlezi, popote uliko, tunaomba mtenge muda na sisi. Haijalishi ni ratiba ngumu kiasi gani. Yaani kwenye wiki mtenge siku 2, siku 3, yani lisali moja, dakika chache, muweze kuongea na sisi, kujua tunapitia changamoto gani, kujua malengo yetu sisi ni yapi, ili muweze kutujua sisi watoto wenu. Yani mnaweza mkawa ndio unasema nina mwanangu Priska, lakini humjui Priska yukoje, hujui Priska amefikia wapi, hujui Priska yani anaweza kawa na pretend unaweza ukaona kila kitu kipo sawa, lakini hujui yanayomsibu ni yapi. Because huna ukaribu naye. Kwa hiyo unaweza usione changamoto gani anazopitia, akawaeleza watu wengine kwa ajili wewe huna muda naye. Amina mtumishi. Mimi na imani mzazi amekusikia vizuri. Na swali hapa kuna mtu ameuliza kuwa mzazi ana jukumu gani katika kumhakikishia kijana wake lazima awe na maadili mema? Jukumu la mzazi ni lipi? Unaweza ukampa kipaza sauti hapa kaka Adrian atuambie jukumu la mzazi. Sawa. Utuambie jukumu la mzazi ni lipi kwa kijana wake? Kimsingi tukiangalia wazazi wengi siku hizi, kuna baadhi ya malezi ambayo watoto wanahitaji kuyapata. Ambapo hayo malezi yatamjenga akifikia katika hali ya ujana, atakuwa katika misingi sahihi. Kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo tunaona mzazi, mtoto akikosea anamwacha, ampi adhabu, lakini Biblia inatuambia tena Mithali 23 mstari wa 13 anasema kwamba usimnyime mtoto wako mapigo, maana ukimpiga kwa fimbo hata kufa. Lakini kwamba wazazi tunakuwa na huruma na watoto wetu saa hizi. Ni kitu ambacho kinaanza kumharibu mtoto akiwa mdogo, kwamba amekosea aadhibiwi. Kwa hiyo anapokuja katika mazingira ya kukua, katika ile makosa ambayo alikuwa anatenda, ambayo alikuwa anaonekana ni madogo, alikuwa anaonekana ambayo alikuwa apate adhabu, anakuja kuyarudia tena akiwa wapi? Akiwa sasa kama kijana. Na katika mazingira ambayo mzazi anamlea mtoto wake katika kumdekeza. Sasa mtoto hata kama akiwa anaenda nje,
katika hali ya ujana. Sasa kuna baadhi ya matukio ambayo makubwa atayatenda kutokana nini, ni vitu ambavyo alishazoea kuvitenda na mzazi wake alikuwa afanye nini, amkemei. Kwa hiyo mzazi kama mzazi hakikisha katika kumtoa chini, sababu kwamba samaki amkunje bado mbichi, sababu akiwa mkubwa afanye akunjiki, si ndivyo? Kwa hiyo mzazi kama mzazi aanze kumtengeneza mtoto katika uchanga, ili atakapofikia katika kipindi cha ujana mtoto anakuwa na ujuzi, lakini pia anakuwa na misingi ambayo tayari ametoka nayo kwa nani? Kwa wazazi. Daudi kabla Suleimani kuingia kwenye madaraka alianza kumpa usia kwanza Daudi, akawa anamtengeneza kwamba bwana, ukiwa katika madaraka usimwache Mungu wako, mpende Mungu wako, pita katika sheria. Na tunaona Suleimani alivyopita katika sheria, alivyopita katika misingi ya usia ambao baba yake alimwachia, ufalme wake ulikuwa nini? Ufalme mzuri, ufalme wa amani. Na mwisho wa siku hata alipokuwa katika ile misingi ambayo alifundisha, akaongeza kutoa sadaka, akaomba hekima kwa Mwenyezi Mungu, Mungu akafanya nini? Akamjalia hekima. Kwa hiyo msingi ulitoka kwa nani? Kwa mzazi Daudi, kwamba mtoto kama mtoto au wosia ambao aliuacha kwa Suleimani ni kwamba mtoto wake atembee katika misingi ambayo ni sahihi. Na tunaona alipokuja kuiacha ile misingi, kilichokuja kutokea ni machafuko. Kwa hiyo utaona kwamba mzazi kama mzazi ana wajibu mkubwa wa kuweza kushape akili au destiny ya mtoto au destiny ya kijana awe katika misingi gani. Okay, sawa. Mimi na imani mtazamaji ambaye unatufuatilia sasa hivi kupitia kipindi cha Domi, kuna kitu unakipata kupitia hawa vijana, na mada yetu inasema kuwa ni njia gani ni nzuri zitazomfanya kijana azidi kuimarika katika maadili yake alionayo. Na hapa tumeenda kuzungumza vizuri sana, kila kijana hapa anaelezea pointi zake, lakini pointi kubwa ambayo imezungumziwa hapa ni juu ya mzazi, kwa sababu ili kijana awe kijana lazima anzie utotoni. Kuna stage ya utoto, kuna kijana, lakini pia kuna uzee. Sasa hapo kwenye ujanani, hapo ndo sehemu nzuri kwa kijana kufanya yale yaliyo mema, kwa sababu hata katika Biblia inasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako kabla zijaja siku zilizo mbaya maishani mwako. Na sisi hapa leo tuko kwa lengo la kukuhabarisha wewe kijana, lakini pia mzazi ambaye unatutazama kupitia Efata TV. Kuna kitu cha kitofauti ambacho unakipata hapa. Sisi bado tuko hapa na tutazidi kuzungumza vitu vingi vizuri. Na kitu ambacho natamani tukifahamu sasa upande wako, ni vitu gani ambavyo kijana anahitaji zaidi katika maisha yake? Je, ni ushauri, ajira au malezi yaliyo bora? Kwa upande wangu nafikiri kitu ambacho kijana cha kwanza anahitaji ni malezi bora kutoka kwa wazazi. Yeah. Cha kwanza kwa kijana anatakiwa kupata malezi bora kutoka utotoni, kutoka kwa wazazi wake. Wazazi wanatakiwa wawe karibu na mtoto. Wazazi wanatakiwa wawe rafiki wa mtoto, ili mzazi akiwa karibu na mtoto na akiwa rafiki wa mtoto namjengea mtoto kujiamini. Kwa hiyo mtoto ataweza kumshirikisha mzazi kwa kitu chochote. Okay. Kwa hiyo hata kama mzazi alinijengea msingi, akikujengea msingi mzuri kutoka chini, so hata kwenye ujana ukikumbana na changamoto yoyote, hautaogopa kwenda kwa mzazi na kumweleza. Hautaogopa kwenda kwa mzazi kumuomba ushauri ambao anasema ushauri ambao unatakiwa. Lakini ni msingi kwanza kwamba na ule ukaribu ambao mzazi anauweka na ule urafiki. Ukiwa mzazi akiwa rafiki na mtoto ana uwezo kuongea chochote kwako, anaweza kukueleza nina shida hii na hii na hii. Lakini tunaona vijana wengi sasa hizi wanakutana na changamoto mbalimbali, wanashindwa kuwaeleza wazazi wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi hajautengeneza ukaribu na mtoto, hajatengeneza urafiki na mtoto kuanzia chini. Ndio tukiona familia nyingi kwa sasa hivi. Ndio maana tunasema kwamba maadili yamekuwa tofauti zamani na sasa hivi. Zamani wazazi walikuwa nakaa na kulea watoto, tofauti na sasa hizi ambapo mama anaondoka asubuhi, baba anaondoka asubuhi, mtoto atalelewa na nani? Na dada wa kazi. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba wazazi wanatakiwa watengeneze ukaribu sana na vijana wao, ili vijana waweze kuwa na maadili yaliyo mema, kwa sababu ukaribu wao utafanya wao kuwa washauri kwao, utafanya wao kuwa marafiki kwao, na utawapa vijana kueleza changamoto zao na kujenga maadili yao pia. Natamani nifahamu taasisi hizi za kiroho zina mchango gani kwenye kuimarisha maadili mema kwa kijana? Taasisi za kiroho zina mchango pia katika kukuza au kuimarisha maadili kwa kijana. Ndiyo. Tukiangalia mfano mzuri hapa Efata, kuna EIO ambayo ni Efata Intellectual Organization, ambayo hiyo inasaidia vijana in a week. Hata kama ukiachana na ile ratiba ya Jumapili kwamba ni lazima Jumapili uje kanisani, kuna ile ratiba in a week kwamba wiki haipiti bila kukusanyika, bila kuwa na seminars, bila kuwa na mafundisho. Kwa kupitia
hiyo schedule, kupitia hizo seminars tunajengeka kiroho, tunapata mafundisho, tunapata pia kujua na kubi transformed. Maana njia nzuri ya kukua na kujijenga katika maadili ni kuwa transformed. Huwezi kuwa transformed bila kuomba, bila kupata muda mzuri wa kuomba, bila kupata muda mzuri wa kusoma neno. Ndio maana hata imeandikwa kwamba tukeshe tukiomba, kwamba roho iradhi, mwili udhaifu. Kwa maana hatuwezi chochote bila kuomba na bila kusoma neno. Kwa hiyo ni kuwa na muda wa ziada katika mafundisho na katika kujijenga katika maombi, inatusaidia sisi kujijenga zaidi katika maadili. Okay, sawa. Kwa upande wako sasa Hadrian, kabla tujaendelea mbele, wewe unadhani kijana anatakiwa nini kwenye maisha yake? Yaani nini afanye ili azidi kuimarisha maadili mema alionayo katika jamii, lakini pia akiwa ndani ya kanisa? Asante sana. Basi kama kijana, mambo ambayo anatakiwa yafanye akiwa katika jamii lakini katika kanisa, ili kuweza hapo sasa itabidi tugawanye katika makundi mawili. Tukianza ndani ya kanisa, nini afanye ili kuzidi kuimarisha yale maadili mema? Jambo la kwanza ni lazima kijana kama kijana ndani ya kanisa awe na engagement. Ikiwa namaanisha kwamba tunakuwa na vijana ndani ya kanisa, lakini kama kijana ambaye yupo ndani ya kanisa ana engagement na vijana wengine, sababu kwa ndani ya kanisa tuna mambo tofauti ambayo yanaendelea, ambayo yanahusisha vijana, labda kama kuna makongamano ya vijana, kuna semina ambazo zipo. Kwa hiyo kijana kama kijana, ili kuweza kukua, kuchochea ule moto ambao anao ndani yake, kusema katika misingi, katika maadili, lazima afanye engagement na wenzake katika kuhudhuria vipindi ambavyo kanisa kama kanisa limeandaa kwa ajili ya kwa ajili ya vijana. Lakini akiwa anafanya ile engagement, itimisi itakuwa inamkeep busy kuweza kujiepusha na mambo mengine ambayo yataweza kumharibia. Na sasa tunapozungumzia, na kuna jambo lingine ambalo linaweza kusaidia ndani ya jamii na ndani ya na ndani ya kanisa, kwamba kijana kama kijana akitambua thamani yake. Ndio maana Biblia inasema kwamba kijana kama kijana usikubali mtu audharau ujana wako. Sasa kama kijana usikubali mtu audharau ujana wako. Hiyo tunazungumzia katika jamii, lakini pia katika kanisani. Itimisi lazima utambue nafasi kama kijana. Lakini usipotambua, ndipo pale inapofika kwamba kijana sasa unadharauliwa ule ujana wako unafanya unadharauliwa. Na ndicho kilivyokuwa katika jamii sasa hizi. Itimisi vijana waaminiki kwenye taasisi, anasema hawa jenzia kuna kazi. Huwezi ukampa kichwa kukamilisha kabisa jenzi. Kuna wizi, labda tutasema labda kijana tukimeta ofisini ataiba. Kwa hiyo kunakuwa na ule kutokuaminiwa kwa vijana. Itimisi sasa ile hali ya ujana ambayo tunayo sasa hivi imedharauliwa, lakini Biblia imesema kwamba tusiruhusu ule ujana uweze kudharauliwa. Kwa hiyo utahisi sasa kwamba vijana kama vijana tumepoteza nafasi katika jamii. Kwa hiyo ni lazima tuweze kutambua nafasi zetu ndani ya jamii, lakini kuweza kuheshimu ule ujana wetu ambao tunao, sababu tukiuheshimu ule ujana ambao tunao, tunasaidia na watu wengine kuweza kutuheshimu sisi kama vijana. Lakini pia jambo lingine ambalo nitalizungumzia ni kuhusu kijana kama kijana yeye mwenyewe sasa binafsi kuweza kumpenda Mwenyezi Mungu na kuweza kutengeneza muda wake binafsi wa kukaa na Mwenyezi Mungu, sababu katika kutenga muda na kumpenda Mwenyezi Mungu ni muda ambao sasa kijana kama kijana unapata mahusia, unapata mitazamo, unapata maono kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ile muda ambao tunategemea tungekuta unafanya mambo ya ovyo ni muda ambao umejitengea tayari, ni secret place na Mungu, unazungumza na Mungu wako. Kwa hiyo ukijitengenezea mazingira kama hayo, itimisi sasa kijana kama kijana ataweza kusimama katika mazingira au katika misingi ambayo jamii inamhitaji na kanisa inafanya inamhitaji. Okay, sawa. Mimi na imani mtazamaji wetu unazidi kupata vitu vizuri hapa kupitia kipindi hiki cha Domi, kwa sababu kama nilivyokuambia hapo awali kwamba hiki kipindi ni mahususi kwa ajili ya vijana, na hapa sisi tunasemezana na vijana wenzetu, tunajadiliana na vijana wenzetu. La mada yetu ya leo inazungumza juu ya maadili, na tumeona kwamba ni njia zipi ambazo zinaweza zikamfanya kijana awe na maadili mema. Lakini kabla tujaendelea huko mbele, sasa tunakaribia kumaliza, lakini kabla tujamaliza, mimi nikukumbushe tu nimevalishwa na Georgian Classic Wear. Hawa wanapatikana Manzese Plaza pale floor ya pili, utaona duka kubwa linajieleza kwamba Georgian Classic Wear. Unaweza kujipatia shati, unaweza kujipatia jeans, lakini pia ukajipatia kadeti yako, bila kusahau zile boxer ujistili vizuri, lakini pia kofia, viatu na kila kitu ambacho kinahusiana na muonekano wako, basi unakipata pale kwa Georgian Classic Wear. Okay, sasa kwa kumalizia, sasa mimi natamani
nijue, kwa sababu hapa kwenye group letu la Domi kuna baadhi ya vijana wenzetu ambao waliweza tulituma hii mada yetu na wao wakawa wanajibu. Sasa ni namna gani, kila mtu na uelewa wake. Sasa moja ya swali ambalo nilikutana nalo na linifurahisha sana na nikatamani nilijue au nielewe, waulize hao vijana ambao uko nao, je, kati ya mitandao ya kijamii na Yesu wake akiekewa mezani, yeye atachagua kipi? Hapa nazungumzia sasa kati ya simu na Yesu wako. Unamuona Yesu huyo hapa, simu hii hapa, wewe utachagua nini? Kwa mimi nitachagua Yesu wangu. Sababu za kuchagua Yesu wangu ni kwamba kwanza Yesu ni kila kitu kwangu, cha kwanza, lakini pia mwongozo wa maisha yangu upo kwake, si ndio? Kwa hiyo kuna muda simu haiwezi kunipa kitu ambacho Yesu anaweza nipa. Kivipi? Nikiwekea simu na Yesu, nasema nitachagua Yesu kwa sababu tunajua simu mara nyingi mitandao ya kijamii inatukip busy. Like kuna vitu vingi ambavyo tunakuwa tunafanya, yani unaweza kutumia lisaa hata masaa upo busy na simu, una scroll, unaangalia vitu mbalimbali. Lakini nitachagua Yesu kwa sababu huo muda ambao naweza kuutumia kuscroll Instagram, TikTok, naweza kuutumia kusoma Biblia, ambapo ikaniongezea maarifa. Na tumeona katika Biblia, katika Zaburi inasema jinsi gani kijana isafishe njia yake ni kwa kusoma neno la nini? La Mungu na kulifuata. Kwa hiyo engage muda wangu mwingi kwenye kusoma neno la Mungu na kufuata yale ambayo yameandikwa, nitaisafisha njia yangu, nitaijenga njia yangu, lakini pia kuna ubadae wangu kwa sababu Biblia ni mwongozo wa maisha yangu. Unaniongoza mimi niishije kama kijana ili niwe na ubadae ulio bora, ili niwe na ujana ulio bora. Kwa hiyo that's why nitachagua. Kwa hiyo utachagua Yesu wako. Yes, mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada, lakini kabla tujamaliza, mimi natamani hawa vijana ambao niko nao hapa watupe ushauri sasa. Ni namna gani tunaweza kurinda au kuimarisha maadili mema tulionayo sisi kama vijana tukiwa kanisani, lakini pia tukiwa nje ya kanisa. Karibu sana kaka Adrian, uongee nao sasa vijana, washauri wakiwa ndani ya kanisa lakini pia wakiwa nje ya kanisa, nini wafanye, nini waache ili kuzidi kuimarisha maadili mema walionayo. Kwangu mimi jambo la msingi kama vijana la kuwashauri ni kwamba jambo la kwanza ni kumpenda Mungu, kumpenda Kristo, kutambua thamani na uzuri ambao upo ndani ya Kristo, kama Paulo ambavyo anatusisitiza, anatuambia kwamba mambo mengine yote alihesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya uzuri ambao upo kwa Kristo, lakini pia ni kwa ajili ya kumpata yule Kristo. Kwa hiyo aliweza kuhesabu elimu yake, aliona ni kama ni hasara, ufahamu wake, hekima, kila kitu alichokuwa nacho katika ulimwengu aliokuwa ni hasara, umaarufu ambao alikuwa nao, nafasi ambayo alikuwa nayo, vyote alihesabu kuwa ni hasara kwa ajili ya ule upendo au uzuri ambao upo ndani ya Kristo. Kwa hiyo kijana kama kijana, ili uweze kusimama katika misingi mizuri, ni lazima kuweza kutengeneza vizuri na Mungu wako, kuhesabu mambo mengine yote kuwa ni hasara, ukaona ukajinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu ili Mungu apate kuinua, lakini pia uweze kusimama katika misingi ambayo ipo sahihi. Asante sana. Okay, sawa. Kwa upande wako Priska, una nini cha kuwashauri vijana? Ushauri wangu kwa kijana, kwanza kabla ya yote, kijana anatakiwa ajue kwamba hatujitoshelezi. Ndio maana kwa kila kitu tunamtegemea Mungu. Mfano mzuri wa kujua kwamba wewe kijana kama kijana, na sio kijana tuna yoyote yule, ni kusema kwamba kesho yako hujui ikoje, wiki ijayo hujui itakuwaje. Kwa kila kitu kinategemea Mungu wako. Kwa hiyo ni vizuri kuweka msingi wako kwa Mungu. Ndio maana hata katika Zaburi 105 mstari wa 4 inasema, mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Kwa maana takiwa tuwe na consistency katika kutafuta uso wa Mungu. Yani tusiache, haijalishi maybe umechelewa kujibiwa, haijalishi ni nini, utakiwa uwe na consistency katika kile unachokiamini. Maana pia amesema aaminie hatotayarika. Kwa hiyo tutakiwa tumwamini Mungu na tusimamie katika lile agizo lake ambalo amesema. Kwa hiyo tunatakiwa kwamba tujue kwamba hatujitoshelezi, kwamba sisi bila Mungu there is nothing. Hatuwezi kushinda, hatuwezi kufanikiwa, hatuwezi kufika yale malengo
ambayo Mungu ametuandalia. Kwa maana kila kitu tunategemea nini? Mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kama alivyosema kwamba ninaondoka mimi, lakini ninamwomba Baba awaletee msaidizi. Kwa maana msaidizi wetu ni nani? Ni Roho Mtakatifu. Kwa maana katika kila kitu ambacho unakifanya, katika kila ratiba unaoipanga, katika kila kitu ambacho unakifanya au unakitegemea katika malengo yako, lazima muhusishe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni mzuri, ni mwalimu bora, yeye ni mshauri mwema. Kwa hiyo hawezi akakuacha, hawezi akakupungukia. Kwa hiyo hatuwezi kujitegemea kwa akili zetu, lazima tumshirikishe Mungu katika kila jambo. Kwa mimi nina mawili, kwamba hatujitoshelezi na usitegemee akili zako mwenyewe. Mshirikishe Roho Mtakatifu katika kila jambo na katika kila ratiba uliopanga. Amen. Ushauri wangu mimi kwa vijana, kama ambavyo mmeshaambiwa kwamba mumtegemee Mungu, lakini pia ukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tamani kuongozwa na Roho Mtakatifu, lakini pia jitambue wewe ni nani na uweke malengo, kwa sababu hauwezi kufanya yaliyo bora wewe kama kijana kama hujitambui wewe mwenyewe wewe ni nani, unataka nini kwenye maisha yako na una malengo gani kwenye maisha yako. Kwa sababu wanasema kijana aliye na dira hawezi kuyumbishwa. Kwa sababu ukiwa na dira unajua kabisa kwenye maisha yangu mimi kuna hiki nakitaka, hautakubali baadhi ya vitu ambavyo sio sahihi kuyumbishe kwako. Lakini kitu cha pili ni kwamba kijana kuwa na mipaka, najua kuchagua marafiki ambao ni sahihi katika maisha yako. Ili kijana uweze kuwa na mienendo bora, kuwa na mipaka katika vitu mbalimbali. Yaani katika uchaguzi wa marafiki, si kila mtu lazima awe rafiki yako. Wengine acha wawe tu karibu na wewe wakujue, lakini usiruhusu kuwa karibu na kila mtu. Lakini kuwa na mipaka kwamba kuna mahali fulani mimi sitafika, kuna kitu fulani mimi katika ujana wangu sitafanya, au kuna hiki na hiki ambacho mimi sikihitaji kwangu. Kuwa na mipaka na pambana kuitimiza mipaka yako. Kama usipotumia muda wako vizuri sahihi, utakuja kujutia kwamba nilipoteza muda wangu baadaye. So tunatakiwa kuwa na kutumia muda wetu vizuri. Lakini katika kitu cha mwisho ninasema kwamba kijana jifunze kusema hapana katika maisha yako. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unaona si sahihi kwangu mimi kufanya. Usiwe mtu wa kulazimishwa au kufuata mikumbo, kufuata wanasema peer pressure, kwamba kwa sababu watu fulani wanafanya na mimi nitafanya. Hapana, jua kusema hapana. Sehemu ambayo unaona mimi kitu si kizuri kwangu, sema hapana. Kitu ambacho unaona hakikupi amani moyoni mwako, hakikupi utukufu kwa Mungu wako, kataa, sema hapana kwamba mimi siwezi. Hakuna kulazimishwa. Yaani usikubali mtu aendeshe maisha yako. Usifuate kwa sababu vijana fulani wanafanya kitu fulani, lazima na mimi nifanye. Hapana, kubali kuitwa mshamba. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu kijana asipofanya anaonekana mshamba. Wewe kubali kuitwa mshamba, ila jua kuna kitu fulani ambacho mimi kipo ndani yangu ambacho nahitaji kukifanya. So sio lazima nifuate kila kitu na nifanye yote. Ni hayo. Mpaka kufikia hapa sisi hatuna la ziada. Nilikwambie tu hapo mwanzo tulikuwa na mada yetu ambayo inasema njia zipi kijana atumie ili kudumisha au kuimarisha maadili mema alionayo. Lakini pia kabla tujamaliza sasa tujafunga kipindi, mimi natamani nikuambie baadhi ya vitu ambavyo ni muhimu wewe kama kijana lazima uwe navyo. Kitu cha kwanza, lazima ujithamini na uwe na nidhamu katika kila kitu ambacho unakifanya, na nidhamu yako wewe binafsi, kwa sababu ukishakuwa na nidhamu, hakuna kitu kizuri katika haya maisha kama nidhamu, kwa sababu haujui kesho yako, haujui baada ya hapo ulipo, uwe unasoma, uwe una kazi, haujui baada ya hapo ulipo nini kitakuja kutokea mbele yako. Kwa hiyo nidhamu ni kitu muhimu sana. Tunasema ni silaha ya kwanza lazima sisi tuwe nayo sisi kama vijana. Unajua vijana wengi sasa hivi nidhamu yao ni ovyo, lakini ukishakubali kumpokea yeye kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atakuongoza katika njia zako, atakuongoza katika mafanikio yako, katika elimu yako, familia yako, kazi yako na kila kitu ambacho wewe unakifanya. Sasa ukija kwenye upande wa nidhamu, lazima atakuongoza yale yaliyo mema. Roho Mtakatifu hawezi kukuongoza yaliyo mabaya. Hawezi kukuambia wewe sasa hivi ukaibe, hawezi kukuamrisha wewe sasa hivi ukazini. Hapana, lazima atakuongoza yale yaliyo mema ili wewe uzidi kutembea nayo, ili wewe uzidi kusafisha njia zako. Sawa sana kile kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 9 unasema ni jinsi gani kijana aisafishe njia yake, ni kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Basi mimi na imani kuna kitu ambacho umekipata kwa kupitia kipindi hiki cha Domi siku ya leo. Kitu cha kwanza, lazima ujithamini, lakini pia uwe na nidhamu yako wewe binafsi. Mahali popote unapokuwa uwe na nidhamu. Ukienda sehemu, sio unaenda sehemu unaondoka kila mtu anakuonyeshia kidole. Umemwona fulani?
yule hafai. Lakini ukishaenda sehemu ukafanya kitu kizuri, watu wakaona, lazima ukitoka ule uwepo wako tu watu wataumisi. Yani umeenda kufanya kazi sehemu field, ukitoka hapo lazima mtu atasema, yani natamani Priska angekuepo hapa, natamani Juma angekuepo hapa, natamani Frani angekuepo hapa. Unaweka ile alama nzuri ambayo umeiacha mahali pale. Lakini kitu cha pili natamani tuwe navyo sisi kama vijana kwenye kuchagua marafiki wema. Lazima tuchague marafiki walio wema. Lazima tuchague marafiki ambao ni wazuri kwetu. Unajua baadhi ya vijana wanakutana na changamoto au wanakutana na mambo mengi ambayo yanawafanya watoke kwenye ile reli nzuri ambayo wako nayo. Unakuta mtoto amelelewa katika maadili mema, amelelewa katika kumcha Mungu, lakini akishaanza labda chuo au akishakutana na wale marafiki sasa ambao wale watampotosha, mwisho wa siku anaingia katika vishawishi, anaingia katika mambo mabaya. Unasikia yule alimrawiti mtu fulani au alifanya kitendo cha kinyama, alimuua mtu, kwa sababu ni tayari lile shinikizo la marafiki tayari lishaingia ndani yake. Kwa hiyo kubali kusema hapana. Kama jambo ambalo unaliona halifai kwako, kubali kusema hapana. Kama alivyosema dada, kubali kuonekana wewe ni mshamba. Sio kila kitu wewe ukifanye, kwa sababu sio yote ambayo ni mazuri kwako. Mengine waachie wenyewe wayafanye, lakini wewe kama uliookoka, lakini hata kama bado hujaokoka pia, basi achana na shirikizo la marafiki. Chagua wale marafiki walio wema, wale wabaya waache waendane na mabaya yako, kwa sababu kuna msemo unasema kila mtu mbinguni ataingia kwa staili yake. Vile unavyofanya, basi hakikisha kwamba unamtanguliza Mungu wako. Lililo zuri unamtanguliza Mungu wako, lakini lililo baya waachie wenyewe walifanye. Kitu kingine ambacho natamani nikwambie ni kuhusu kuzingatia elimu na kazi. Elimu yako wewe ni sera yako moja muhimu sana, kwa sababu sasa hivi kama una katika ofisi zozote, kama una elimu wataishia tu kukuweka kama mfagizi. Lakini ukishakuwa na ile elimu yako, lazima utasimama na utakuwa imara katika kila sehemu. Kuwa na elimu, lakini pia kwenye kazi zako, simamia kazi zako vizuri, fanya kazi zako kwa wakati. Elimu yako umepewa coursework zako, fanya zote kwa wakati. Mitihani yako kamilisha kwa wakati. Hapo ndipo ambapo utajenga yale maadili mema ulionayo. Kwa kumalizia, mimi nataka nikwambie tu, epuka matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Unajua mitandao ya kijamii imekuwa silaha kubwa sana ya kumpotosha kijana. Hivyo basi, jitahidi kuepukana na mitandao ya kijamii. Mtu anatumia muda mwingi sana kuangalia yale yaliyojiri mtandaoni, fulani kafanyeje, hii fulani imetokeaje. Lakini huo muda ambao unatumia wewe kufuatilia ile mitandao ya kijamii, ungechukua Biblia yako ukikalili hata mstari mmoja tu kwa siku, ukatembea nao. Ukiamka asubuhi, ule mstari ukaukalili, ukatembea nao. Leo siku yangu naikabidhi. Yes, hivyo ndio vitu ambavyo tumeweza kukuandalia siku hii ya leo katika kipindi hiki cha Domi Days of My Youth, na nilikuwepo na vijana hawa kutokea chuo cha UDSM. Mimi na imani kuna kitu ambacho umekipata cha kitofauti juu ya mada yetu kuhusiana na maadili, jinsi gani kijana adumisha au kuimarisha maadili mema alionayo akiwa kanisani, lakini pia akiwa nje ya kanisa. Hapa nazungumza kwenye jamii yake inayomzunguka. Nikwambie tu kipindi hiki chote kimesimamiwa na mimi Vase Edward, lakini pia mwanzoni tulikuwa na Benjamin Kusenge katika Inside Domi, lakini pia sote kwa pamoja tunakutana katika Positive Vibe. Hapo ndipo ambapo tunaenda kuhitimisha kipindi chetu hiki cha Domi, lakini nikusisitizie tu, Jojam Classic Wear ndo msaidizi wa kila kitu katika maisha yako. Ukitaka pamba kali, muonekano mzuri, kiatu kizuri, kofia nzuri, shati zuri la kwenda kutolea mahali, basi unaenda pale kwa Jojam Classic Wear. Suluhisho rahisi sana, la wanapatikana Manzese Plaza, floor ya pili. Utakutana na duka pale limeandikwa Jojam Classic Wear. Tukutane sote kwa pamoja kwenye Positive Vibe.